Kitu gani kibaya ulichofanya? Kuvuta bangi? Bangi mbona kitu cha kawaida? Wengine wanatumia kama mboga. Sisi masesela tunatumia kustua akili zetu zikae tinta. Hebu tuachane na hayo. Oe, hii mission iko karibu yangu, siwezi kufeli. Alafu bi mkubwa yuko upande wangu au vipi? Hapo tumemaliza. Nitembezee basi hiyo fegi. Unasikia kelele za mwizi lakini mtu. Wewe mwanangu sije hapo juu hapo. Wewe mwanangu tujichenge hapa wewe. Ndugu zangu, samahani kwa kuchelewa. Nilikuwa shambani. Mzee Filimoni Mgoyezi. Napenda kukuita mzee Mgoyezi. Ni kweli umechelewa lakini bado uko ndani ya muda. Mzee wangu hapa amekwisha fika kitambo kwa ajili ya hili na amejipanga sawa sawa. Si ndivyo mzee wangu? Kama unavyojua masuala yangu sio ya chenga chenga. Swala la ardhi sipendeki kwanza kutanguliza nusu. Napendeka kumaliza ili hilo eneo linabaki la kwangu wala lisiongelewe na mtu. Niko sawa mwenyekiti? Hakika unanifurahisha sana. Maana naona umelivalia njuga hili swala. Sio mara ya kwanza. Unaandaa mambo ya ulisi. Una watoto wangapi? Nina watoto wawili. Wawili tu? Ninao wawili, tena ni wa kike. Dokta, umekatana kuchukua nyanya na wakati ulikuwa shambani. Siku nyingine, maka shamba limeshajua lilipo. Hamna shida. Sasa Milton. Naam. Hapa tumefika njia panda. Tuko njia panda. Hii barabara huku juu ndio mtaani kwangu. Huko? Huku juu. Huku juu. Huku kwa ukipita huku mtaa wa matajiri ndo kwako. Hapana, ni nyumba ya 3 ya 4 ndio nyumbani kwangu. Sawa sawa. Basi nilikuwa nawaomba tujumuike kwa pamoja kwenda nyumbani ili tukapate chochote kitachokuwa kimeandaliwa. Dokta, kwa leo utatuia radhi. Kwa mionekano yetu hii kweli ya shamba tunaweza kwenda kwako, ila tuache tu twende nyumbani, twende tukajiweke sawa, afu siku nyingine tutakuja. Ni kweli kaka Milton, kwa sababu kulingana na muonekano wa daktari, anavyoonekana ni mzuri, basi hata nyumbani kwake pia patakuwa ni pazuri. Hivyo ni kuombe uturuhusu twende tukakoge, tutakuja wakati mwingine. Hebu msilifanyie hivyo. Kwangu hapahitaji maandalizi ya kiasi hicho mnachokifikiria nyie. Hivi mlivyo inatosha kabisa. Naomba tu twende tukapate chochote afu mtaondoka. Dokta, mimi nadhani hatuna sababu ya kuvutana sana na wewe. Kwa kuwa vitu vingine wewe umekuwa shahidi. Tumeacha ndoo na jembe huko bustanini. Ngoma Nzito anatakiwa kurudi ili aje akavichukue baadaye baada ya kuwa amevifanyia kazi. Hivyo kwa leo tunaomba tu turuhusu twende, tutafanya siku nyingine. Sawa, kwa sababu hiyo nimewaelewa. Naomba mjukumu wenyewe kabisa. Ni lini nitegemee wageni? Kiukweli tutegemee wakati wowote. Sisi ni wageni wako. Mimi ngoja nifike nyumbani sasa nipumzike kidogo, alafu jioni naingia kazini. Unaingia kazini jioni? Dokta, basi tunashukuru, tumefurahi sana kwa kampani yako. Sisi tukuache. Ni huku. Basi dokta. Lakini kaka, kwa nini sasa tungeenda kumtia hasara? Hasara tena? Unataka kumtia hasara mtu dokta wakati amekuwa mwema kwetu? Unaweza ukakuta wamepika vizuri. Mtoto wangu wa kwanza ni mlemavu wa macho. Ni miaka mingi amepotea. Mwanao tena wakuzaa kabisa, tena mlemavu wa macho. Hujui wewe alipo mwenyekiti? Mbona mimi hainiingia akilini? Hata mimi hainiingia akilini kabisa. Ilikuwaje hadi ikawa hivyo? Mpaka sasa kusijua mwanao alipo.
ama alikuwa na matatizo gani ya kitabia nje na ulemavu wa macho? Ndugu zangu, najua hili limewagusa kama wazazi. Ninapokumbuka mimi linaniumiza sana moyoni. Nakumbuka siku ya mwanangu kutoweka na kupotea, ni baada ya kifo cha mama yake. Solika. Solika. Marahaba mwanangu, ujambo? Jambo. Habari za huko? Ni nzuri. Samahani, lakini umemwona Solika huko? Sawa, mimi nimekuelewa. Najua unaumia sana, lakini nimeshaukataza usiende kule kwa baba yako, maana mamako mdogo anaonekana kabisa kuwa na chuki na wewe. Hata hivyo, anaweza pia akakuzuru. Kama shida ni chakula, mimi nitakuwa nakuletea. Margaret, nina haja gani ya kujiona kuwa nina baba? Ni kwa nini nanyanyasika hivi? Ni kwa nini nateseka hivi? Au kwa sababu sina mama? Angalia, usingekuwa wewe, siningekufa na njaa. Margaret, muda mwingine hata wewe nakuonea huruma, maana unaishi kwenu. Solika, hicho chakula ambacho wanakuletea sio kwamba huwa naiba, maana hata wazazi wangu wanajua kila kitu kuhusu wewe, na wao ndo huwa wananipatia chakula niweze kukuletea. Hata machozi rafiki yangu, silie. Basi sawa Margaret, popote pale utakapokutana na huyo mzee usimwambie chochote kuhusu mimi. Sawa Margaret? Usijali. Twende. Binti, mbona kimya? Una tatizo gani leo? Hamna tatizo baba. Mimi nilikutana naye tu asubuhi akiniambia kwamba anakuja kwako. Ni kweli mwanangu alikuwa amekuja kwangu, lakini na mimi nimemsikia tu, hakunikuta. Sijui atakuwa ameenda wapi huyo mwanangu. Sawa baba, mimi nikimwona tamfikishia taarifa kwamba ulikuwa unamtafuta. Mwanangu, nadhani unapajua kwangu. Ndio. Nikuombe, kama utamuona mlete moja kwa moja mpaka nyumbani. Sawa baba, mimi nikuelewa. Haya mwanangu, mimi naenda. Kwa kweli kuanzia siku hiyo sijawahi kumuona mwanangu Solika. Nimefanya jitihada za kumtafuta huku na kule, lakini sijawahi kukutana naye. Ingawaje watu walikuwa wanasema yuko mjini, nilikuwa nafunga safari kwenda kumtafuta, sikuweza kumuona. Hata nilipohamia mjini sijawahi kumuona mtoto wangu Solika. Pole sana mzee wangu, ipo siku utamuona, maana hata wahenga wamesema wanadamu hukutana ila milima haikutani. Ipo siku utamuona. Mwenyekiti, ndicho kigundua kwa huyu bwana, mke wake sio mtu mzuri. Ni kweli wanawake kwenye maisha yetu wana changamoto zao, lakini sio wote, sio wote. Ndugu zangu, mnayosema ni kweli. Wasukuma wanasema hubiraga zira utizu hubira ntola. Mzee wangu, wewe umemaanisha nini hapo? Mzee Mgoyezi, wewe umeelewa? Hebu fafanua ili mzee Mgoyezi aelewe. Kwa Kiswahili wanasema kwamba kosea njia usikosee kuoa. Ni kweli. Kwa kweli wahenga walisema
ukikosea kuoa ni kazi, huwezi ukabadilisha, lakini nyumba unaweza ukakosea msingi ukabomoa. Kweli. Ni kweli kabisa, swala kama hilo ni swala msingi sana. Kweli mwenyekiti. Ulisema mwanao anaitwa Solika? Solika mimi. Ni nini kinachonitokea? Ninapatwa na nini nikiwa karibu na Milton? Mbona nikiwa karibu na Milton nakuwa mtu mwenye furaha? Nakuwa mtu mwenye amani. Milton ni nani katika maisha yangu? Na hii hali mbona haijawahi kunitokea kwa mwanaume mwingine yoyote? Why Milton? Milton amekuja kwenye maisha yangu kama nani? Au ndiye mwanaume wa ndoto zangu? Acha inyeshe, tajua wapi panavuja. Solika ye, Solika niampe furaha. Solika ye, Solika ye, Solika ye, Solika niamfute machozi. Solika ye. Kaka, kuna siku utakuja kusadiki maneno yangu kuwa Dr. Solika anakupenda sana. Ngoma Nzito, hivi tunapokuwa wawili mimi na wewe huwa unakosa mada ya kuongea kabisa hadi umwongelee Dr. Solika. Kwa nini? Mara kadhaa umekuwa ukiniambia kwamba macho ni kiwakilishi tu cha nini moyo unasema, na kama moyo unapitia maumivu basi macho yataonyesha, lakini pia hata kama moyo unapitia furaha basi macho pia huwasilisha. Mara kadhaa nimekuwa nikimwona Dr. Solika pindi tunapokuwa naye huwa anakuangalia kwa jicho lenye tabasamu na bashasha sana. Hivyo inaashiria kwamba moyo wake unazungumza mapenzi juu yako kaka. Hebu acha kuamini kila mawazo yako yanachokiwaza. Yule dada ana moyo wa upendo tu. Ni kama alivyo Sada tunaishi naye hapa. Unajua, naamini ule msemo uliosema kwamba ndege wafananao ndio walukao pamoja. Kwa nini unasema hivyo kaka? Maana yangu ni kwamba Solika na Sada wote wanafanya kitengo cha afya. Kinachowatofautisha wale watu ni nyazifa zao tu, kwamba huyu ni daktari lakini huyu ni nesi. Hivyo hakuna hata mmoja ambaye amewahi kunikuta mimi na changamoto alafu akashindwa kunisaidia. Kwa hiyo hebu acha kumwazia dada wa watu kwa hivyo vitu ambavyo pengine hawazi kabisa. Story yako ni ndefu sana. Hebu ngoja nipike tuongee huku tukiwa tunakula. Niletee pale sasa au dagaa nikute na wachambua. Nimekaa hapa mbele. Bwana Richard. Ndio. Hivi ndio kusema kwamba lile shamba limepata mnunuzi? Ndio, limepata mnunuzi, na hivi tunavyoongea sasa mnunuzi na muuzaji wapo kwa mwenyekiti. Ni nani huyu anaotaka kulinunua hilo shamba? Kuna mzee mmoja hivi, ni mkazi wa mjini, na huko amekuwa akinunua mashamba mengi tu. Bwana Richard, unajua hukuwahi kuniambia kama lile shamba lilikuwa linauzwa? Nimefanya jitihada nyingi sana za kutafuta, na nilivyoulizia nikaambiwa kuwa umekwenda kusimamia mitihani kijijini. Nikaishiwa nguvu sasa ya kuendelea kufuatilia hili swala, na taarifa iliyokuja inatakiwa uwepo ili wanapouziana uwepo ukisimamia mipaka yako. Kisichoridhiki akiliki. Ningelipata lile shamba nikaunganisha na ile shamba langu lile, Ase nilikuwa napata raha sana, lakini sasa basi tu. Nakwambia pale ilikuwa ni kuunganisha tu, ili pamoja na lile ingekwenda karibia eka 10 sasa. Kwa wamesema wako wapi sasa hivi? Kwa mwenyekiti. Okay, nyumbani ofisini? Nyumbani kwa mwenyekiti. Nyumbani. Ndio. Basi twende. Okay. Ile shamba ningelipata basi bwana. Mimi nakwambia hapo ilikuwa ni kuunganisha tu. Solika ye, Solika niampe furaha. Solika ye, Solika ye, Solika ye, Solika niamfute machozi. Solika ye.